Eh, Kenyans, wale wenye wako one term, especially wale wenye wako one term kama mimi. If you know you are a one term person, gather here. Let us talk the reality. Tuache kudanganyana. So number one, for me I do love politics, but I hate dirty politics. That's the reality. I love politics, but I hate dirty politics. So I want us to talk about something. Na hii ni kenye nataka tuongelelee kwamba we are going to vote and we are going to vote one term. But the reality, tuache kudanganyana, tuache kudanganyana. Huyu jamaa ataiba kura. Na stop this nonsense unasikianga au wakubwa wakiongea kwa IBC ama nini wanasema ati kura hizi ibiwa kulingana na system yenye saizi iko. Bro, I do believe 100% Ruto anaenda kuiba kura. And let me explain on my side vile naona itaibiwa. Mnafikiria if you want to control government, you only need to control two people. You need to control IBC, then you need also to control judiciary. And I will explain why. Nasema vitu kama hizo. Nona malipenye saizi tumefikia, IBC already alishachagua mwenye saizi yuko. Alimchagua, alimuappoint. Unaona? Then huyo anatoka pande ya kwao. Then pande ya judiciary anataka control tu mtu mmoja peke yake. Mkubwa wa judiciary. Only that person is need to control. And right now if you see kuna ile mkataba between judiciary and executive zinafanya kazi pamoja. So huyu jamaa ako 2 step ahead of us. Naona? Then the other thing yenye mimi huwa inanipatia wasiwasi especially kama mimi. Ni alikuja katoa ile story na result za IBC zikitolewa from polling station. Kitambo zilikuwa zinatoka polling station zinaenda kwa IBC direct, then tulikuwa tunaziona kwa media. Right now alitoa hiyo kitu, so hatutakuwa tunaweza kufanya nini ya kuona hizo result. That's number 2. That's in fact number 3 for me, the red sign. So I do believe 100% huyu jamaa atatuibia kura. Na kama mnanisikiza, mwendeni mchukue kura, ndio sikatai. Tuchukue kura, each and everybody, wherever you are, atukue pande gani ndachukua kura. But to vote tukijuanga kitu kimoja, zitaibiwa. Hiyo ni kenye utoke kwa nyumba ukijua kura itafanya nini? Itaibiwa. Na muda sikuja kudanganya ati hiyo kura hakuna yezi ibiwa. 207 baba Kibaki alitangazwa saa 12 jioni. Ilikuwa saa 12 jioni. In fact haikuwa, ilikuwa saa 12 jioni. Baba alikuwa ameshinda. But Kivuta kitangaza, Kivuta alikuwa already yako kwa ndege juu, alikuwa anaendelea sijui alikuwa anaelekea TZ. I do remember it. Hata kama sikuwa nimekuwa ile mature, but I do for fact know that at that time Kivutu alitangaza alitangaza Kibaki akiwa kwa ndege. That one I do know. But what happened is, after hiyo vitu yote walikuja wakatuletea Kofi Annan, tukatokezea na maneno ya nusu mkate. Then kwa hiyo pilika ya hapa na pale, in fact Ruto ndiye alikuwa the most person mwenye alikuwa ana protect baba sana ni Ruto. Kwa wale wenye wajui historia, let me just begin there. Kwa wale wenye wajui historia, Ruto ndiye alikuwa ana protect nani? Alikuwa ana protect sana baba. Then Martha Karua alikuwa na protect nani? Mwai Kibaki. Because at that time Ruto alikuwa ameambiliwa kiti ya prime minister
For those who doesn't know, baba alikuwa ameambia Ruto, if I become a president utakuwa nini prime minister. By that time hiyo kiti ya nini ilikuwa walikuwa wametengeneza kiti ya prime minister ya hiyo time, unaona. So in fact baba alikuwa the first person to become a prime minister, unaona. So hiyo ndo ilileta hapo, ndo nilikuja nikaona red flag ya huyu jamaa, because he was defending baba so much in a way that ilifika mahali akaanza kuita baba my president. Hata baba kisoniwa hii kwa bunge, there's a part anaitanga baba my president, unaona. So huyu mtu ako na tamaa ya uongozi kutoka tu nyuma mpaka saizi mahali penye amefika. So on my side I do believe whatever we are doing as Kenyans, na tuache kujidanganya. If you are a two-term person, come and challenge me one on one, tukae chini tuongeleshane, tuambiane ukweli. I will accept defeat, number one, and I will stand to be corrected. But what I will not understand is that kufanya dirty politics kama sasa hizi inaendelea, hii ni dirty politics. Let me hiyo ndo address baadaye. Unaona kama sasa hizi vuguvugu inaendelea between Linda Mwananchi and Linda Ground ya split imefanyika kwa ODM, unaona. And Linda Mwananchi will become a party. Those people who doesn't know, Linda Mwananchi will become a party. Na hiyo tutaongelea kwa party nyingine. Linda Mwananchi it will become a party. So let me say this one. Tuchukueni kura kitu ya kwanza. Hiyo ni number one. Tuchukueni kura, then tukae tukijua kitaibiwa. Hiyo tusidanganyane. Na kama unadhania kitaibiwa ni challenge. Tukae chini tuambiane ukweli. Thank you.